Upasuaji wa watoto Bugando, sisi ni sauti ya wasiosema. We are the voice of the voiceless. Karibu katika idara ya upasuaji wa watoto iliyo katika hospitali ya kanda ya rufaa Bugando Medical Center. Kwa majina anaitwa Dr. Rafael Antonio Mwita, daktari bingwa wa upasuaji iliyobobea katika upasuaji wa watoto. Karibuni sana. Ugonjwa wa 4 ambao unasumbua sana watoto ni ugonjwa wa kuzaliwa, pia ulemavu wa uzaliwa tumboni. Utumbo unakuwa unakosa mwendelezo, kwa hiyo unaitwa intestinal atresia kwa neno la kitaalamu. Utumbo unakuwa hauna ule mwendelezo, kwa sehemu utumbo unafika unakuwa umeisha pale, yaani unakuwa utumbo wa mwanzoni na wa mbeleni havijaunganikana. Kwa hiyo mtu kama huyo anazaliwa anatapika, anakuwa hawezi kula, hapati choo, akiwa siku ya kwanza siku ya pili anakuwa hali ngumu sana. Kwa hiyo wengi huko sehemu za pembezoni wamekuwa wakiwatibu kama ugonjwa wenye maambukizi ya bakteria, wanasema sepsis, lakini ukichunguzwa vizuri kwa vipimo, au watoto ni watoto wa upasuaji ambao utumbo sisi tunafanyia operation, tunafungua tumbo, tunakwenda tunaunganisha zile sehemu mbili za utumbo ambazo zilikuwa hazina muendelezo, na watoto wao wamekuwa wakipona. Kwa hiyo magonjwa yamekuwa ni mengi sana hasa katika kanda yetu hii ya Ziwa. Ugonjwa mwingine ambao pia unakuwa kupata watoto ni hiyo inaitwa ngiri. Kuna ngiri ya maji na ngiri kavu. Kawaida mtoto miezi mitatu ya mwisho ya akiwa tumboni kwa mama, zile kende huwa zinashuka chini kwenye mabusha huko chini. Sasa wakati zinashuka huwa zinatengenezwa, kuna njia fulani inatengenezwa pale. Ile njia wakati kende zikishashuka huwa inafunga. Sasa isipofunga vizuri, chochote kitachosababisha pressure iongezeke tumboni kwa mtoto itasababisha utumbo ushuke sehemu ya ile njia ambayo kende ilipita. Kwa hiyo anakuta anavimba sehemu ya kwenye busha, na kwa lugha ya kitaalamu tunaita hernia. Tumekuwa tukipata haya matatizo mengi sana na tunayatibu kwa njia ya upasuaji wa matundu. Sasa hivi tuna teknolojia pia mpya, tunafanya kwa njia ya matundu ambao hautana kovu kubwa, utaona tu vitundu, mtu anatibiwa na anapona. Tunafanya operation hizo. Hiyo pia ni mgonjwa ambao tunayapokea sana. Magonjwa mengine ni kwa lugha ya kitaalamu tunaita interception, au kitendo cha utumbo, sehemu utumbo wa mwanzoni unaingia na utumbo wa mbeleni, utumbo unaingia kwenye utumbo mwingine. Kwa hiyo inasababisha chakula kisitembee vizuri kwenye utumbo. Kwa mtu anakuja anatapika, anakuwa na hali mbaya. Ugonjwa huu tumekuwa tukipokea hapa Bugando kwa kuchelewa. Wagonjwa wanakuja wamechelewa, wameshatibiwa sana huko kama kesi ya kuharisha na nini. Lakini anakuja utumbo umeingia mpaka umeoza kabisa. Lakini kumbe huu ugonjwa tukiupokea mapema sana kama sisi wa upasuaji wa watoto, sio lazima sana kumkata mtoto kuutibu, lakini tunaweza kuweka maji kwenye sehemu haja kubwa ama pressure kwa kutumia vipimo maalum kuna kurudisha ule utumbo ndani. Lakini kama ikitokea amekuja amechelewa kama ambavyo mara nyingi wanakuja, tunafanya operation, tunakamua ule utumbo kama tukuta ni mzima. Kama ukiwa umeharibika tunaukata, tunaunganisha sehemu mbili za utumbo. Lakini kama umeharibika na umevimba sana, tunashindwa kuunganisha kwa wakati ule ule, tunauweka utumbo pembeni, tunatoa choo pembeni ya sehemu ya tumbo. Kwa muda tunampa wiki 6, tunarudi kufunga ile sehemu ya utumbo. Kwa hiyo pia imekuwa ikitusumbua sana na magonjwa ambayo tunayapokea sana hapa kanda yetu hii ya Ziwa. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa mtoto anazaliwa anaitwa pyloric stenosis, ambapo anakaa wiki 2 mpaka 3, alikuwa ananyonya vizuri, anapata choo vizuri, lakini baada ya wiki 2 3 anaanza kutapika sana. Kila anavyonyonya mtu anatapika, anatapika bila nyongo. Sasa mara nyingi ile inakuwa ni sehemu ile ya utumbo mkubwa inapounganikana na sehemu ya utumbo mdogo, panaitwa pylorus kwa lugha ya kitaalamu. Pale panavimba, pakivimba panapunguza ile bomba la utumbo. Ikipungua kwa vitu vinakuwa havipiti, mtoto anakuwa anatapika sana. Hiyo tunafanya operation nzuri sana ambao hii ni operation ambayo inaleta mabadiliko kwa haraka sana. Kufanya operation leo, kesho mtoto ananyonya vizuri na anakuwa amepona kabisa, na mzazi huwa anashangaa kabisa. Magonjwa mengine ambayo yanakuwa yakitusumbua ni magonjwa ya kutokupata choo. Haya mpaka watoto wakubwa wanakuwa tu hapati choo. Wakati mwingine ni behavioral, wakati mwingine ni yani kitabia au kiakili, anakuwa hawezi kupata choo, kinafunga, kinakuwa kigumu sana. Basi hawa huwa watu wafanyia operation kuwapasua, ila tunafanyia bowel management. Kwa hiyo tunakuwa tunawapiga bomba kuwatoa kile choo na kuwafundisha kuenda chooni mara kwa mara kila siku kwa muda maalum, mpaka akili inapokuwa imezoea
wapate muelewano kati ya akili na sehemu haja kubwa, kwamba sasa hivi najisikia haja kubwa niende chooni. Lakini kabla ya hapo unakuta kunakuja tumbo limejaa, choo kitoki. Tunawafundisha mpaka wazazi wanaona kupiga bomba hivyo, anapiga mara moja mpaka mara 3 kwa wiki, mpaka mtoto anavyozoea ile, anapona bila kukatwa kabisa. Ugonjwa mwingine ambao tunapata sana hapa katika kanda yetu ya Ziwa ni uvimbe, hasa uvimbe kwenye figo. Watoto wanakuwa sasa, watoto miaka 5 wanapata uvimbe kwenye figo, hasa kwenye lugha ya kitaalamu nephroblastoma ama neuroblastoma. Magonjwa haya tumekuwa tukitibu, sio sisi pekee, tunashirikiana na wenzetu wa saratani. Tunakaa kama timu, watu wa mionzi, watu saratani, watu wa radiolojia na sisi na watu wa patholojia. Tunakaa pamoja kama kikao, tukimpata mtoto mwenye uvimbe tumboni, kwanza wenzetu wa radiolojia wanapiga hizi picha za CT scan, wanatuonyesha ule uvimbe ulivyo, unavyohusiana na mishipa ya damu, na kama tunaweza kutoa ama ni uvimbe wa namna gani, kwa sababu wao wana utaalamu wa kuangalia kwa kutumia picha huu uvimbe jinsi unavyoonekana, huu ni ugonjwa fulani au ni ugonjwa. Kwa hiyo tunakaa tunajadili, tukishajadiliana kwa pamoja. Sasa kwa wakati ule sisi kama daktari wa upasuaji sio salama kwenda kufanya upasuaji uvimbe ukiwa umeshashikana na mishipa ya damu kwa mfano, au umezunguka mishipa ya damu. Kwa hiyo wenzetu sasa wa saratani kuna dawa wanawapa hawa watoto ili kunyausha ule uvimbe. Wakiunyausha kwa muda fulani, wakiwapa zile dawa, tunapiga tena picha, tunakaa pamoja, tunaangalia, je, ule uvimbe umepungua kwa kiasi gani na una usalama gani kufanya operation. Hapo sasa ndo sisi daktari wa upasuaji tunapewa huyo mgonjwa sasa nikafanya upasuaji, tunautoa uvimbe. Na tukitoa ule uvimbe tunawaambia tumeutoa uvimbe kwa namna gani. Je, ulivuja kule tumboni au mishipa ya damu ilikuwa, je kama uvimbe tumeutoa wote au tumebakiza kidogo. Yote haya tukiyango pamoja yanaonyesha kwamba huyu mtoto baada ya kufanya operation ya kutoa ule uvimbe, je, tutaendelea na dawa gani za saratani baada ya pale, au atahitaji mionzi pia. Kwa hiyo hawa ni wagonjwa ambao pia tumekuwa tukiwapata sana katika kanda yetu ya Ziwa, na tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja sana kushirikiana na watu wa saratani. Magonjwa mengine ni muunganikano wa sehemu ya koo na sehemu ya hewa, ama kwa lugha ya kitaalamu inaitwa trachea esophageal fistula. Yaani sehemu ya koromeo, mtoto anakuwa akinyonya haviendi, lakini pia sehemu ya koo ya chakula imeonekana sehemu ya koo la hewa. Kwa hiyo inabidi hapo tufanye operation ya kufungua kifua. Tunafungua kifua, tunaitenganisha sehemu ya koo la chakula na koo la hewa, na ile sehemu ya chakula tunaunganisha ya chini na ya juu, tunazunganisha pamoja ili mtoto aweze kuwa nakula bila sehemu ya chakula, bila chakula kuingia kwenye koo la hewa. Hii ni operation kubwa sana ambayo inahitaji timu kubwa, maandalizi makubwa pia, na tumekuwa tukiandaa pia ICU ya watoto, kwa sababu kuna mtoto wa siku 1, siku 2, siku 3. Kwa hiyo wanafanya operation kubwa ya kufungua kifua, mapafu, yote unasogeza, unafanya operation hiyo. Kwa hiyo baada ya pale anahitaji huduma kubwa sana ya uangalizi, lakini watu hao wanapona, tunawafanyia operation na wanakuja kliniki, tunawaona ni wazima, wengine wamekuwa wakubwa na tunafurahi sana. Magonjwa mengine ni kama ya mfumo wa mkojo, ambapo unakuta sehemu ya mkojo imefunguka sehemu ambayo sio ya kwake. Yaani sehemu ya mkojo baada kutokea mbele, kama sasa watoto wa kiume, baada kutokea mbele ya uume inatokea kabla ya mbele ya uume. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa hypospadia. Hiyo tumekuwa tunapata wagonjwa, tumekuwa tukifanya kazi kwa kushirikiana na wenzetu wa urology, wataalamu wa mkojo, ambao tumekuwa tukifanya operation kwa pamoja, wao wanafanya na sisi tunafanya katika kuhudumia watoto. Asante sana.